Kwa huzuni kubwa, Kanisa Katoliki limetangaza kwamba Kardinali Polycarp Pengo, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, amefariki dunia. Mnamo tarehe 19 Februari 2026, saa 10 alfajiri, Kardinali Pengo aliitwa nyumbani kwa Baba akiwa anapatiwa matibabu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Kanisa Katoliki nchini Tanzania, na kwa hakika kanisa la ulimwengu mzima, linaomboleza kuondokewa na kiongozi huyu mashuhuri wa imani, elimu ya kina na uongozi wa kichungaji. Alizaliwa tarehe 5 Agasti 1944 katika parokia ya Mwazye, jimbo la Sumbawanga. Aliingia seminari ya Kaengesa mwaka 1959, kisha akaendelea na masomo ya falsafa na teolojia Kipalapala. Tarehe 20 Juni 1971 alipewa daraja ya upadre na kuanza utume uliodumu zaidi ya nusu karne. Shauku yake ya maarifa ilimpeleka Roma, ambako alipata shahada ya uzamiu katika teolojia ya maadili katika chuo kikuu cha kipapa cha Lateran. Aliporejea nyumbani, aliteuliwa kuwa rekta wa kwanza wa seminari kuu ya Segerea, akiwalea makundi ya mapadre wapya. Mwaka 1983, Papa Yohane Paulo wa Pili alimteua kuwa askofu wa Nachingwea na kumuweka wakfu binafsi katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mnamo Januari 1984. Baadaye alihudumu kama askofu wa Tunduru Masasi kabla ya kuteuliwa kuwa askofu mkuu msaidizi wa Dar es Salaam mwaka 1990. Kufikia 1992, alimrithi Kardinali Laurian Rugambwa kama askofu mkuu wa Dar es Salaam na kuwa mchungaji mkuu wa jimbo kubwa zaidi nchini Tanzania. Tarehe 21 Februari 1998, Papa Yohane Paulo wa Pili alimuinua Polycarp Pengo kuwa kardinali na kumkabidhi kanisa la heshima la Nostra Signora della Salette mjini Roma. Kardinali Pengo akawa mmoja wa sauti zenye ushawishi mkubwa barani Afrika katika teolojia ya maadili na uongozi wa kichungaji. Alishiriki katika makongamano ya kihistoria ya kuchagua mapapa mwaka 2005 na 2013, akisaidia kumchagua Papa Benedikto wa 16 na Papa Francisco. Kuanzia 2007 hadi 2009, alihudumu kama rais wa Baraza la Maaskofu wa Afrika na Madagaskar, SECAM, akiliongoza kanisa la Afrika katika kipindi muhimu. Pia alichangia katika mabaraza ya Vatican kuhusu masuala ya kiutawala na kiuchumi. Kwa mujibu wa sheria za kanisa, maaskofu hustaafu wakiwa na umri wa miaka 75. Tarehe 15 Agasti 2019, Papa Francisco alikubali ombi la kustaafu kwa Kardinali Pengo. Taarifa ya Baraza la Maaskofu Tanzania ilithibitisha kustaafu kwake na Askofu Mkuu Jude Thaddeus Ruwaichi aliteuliwa kumrithi. Ingawa alikuwa amestaafu, Kardinali Pengo aliendelea kuheshimiwa kama mzee mwenye busara, mwalimu na baba wa kiroho kwa waamini. Leo Tanzania inaomboleza, kanisa linaomboleza. Maisha ya Kardinali Polycarp Pengo yalikuwa ushuhuda wa imani, elimu na huduma. Kutoka mwanzo wa unyenyekevu katika parokia ya Mwazye hadi ukumbi wa Vatican, safari yake imewahamasisha waamini wengi. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina.